Siwezi kuwasalimia, tawasalimia wote wa Byambese. Salamu kwanza kwenu, lakini ni salamu ya huzuni. Jinsi unavyozungumza wewe mzee ambao umezungumza hapa, sijui kama ni Hamisi kama ni nani. Umezungumza ukweli. Nchi ilishaenda. Na mimi nilishawahi kusema kwamba watoto wetu ambao wazalendo wamesimama eti wapiganie nchi, wapiganie eneo zao, eti Wabembe wasikuje kuuawa na Wanyarwanda. Niliona kosa gisi numero 1 gisi alienda kujiunga na serikali. Nikazungumza siku hiyo nikasema hivyo ya Kutumba ameenda kujiunga na serikali, basi nchi imeenda. Kwa sababu yeye angesimama kwa ule msimamo wake wa kuweza kusema mimi nasimama kama vile mzelendo, sitaki wa kabila yangu ije kuumia na Wanyarwanda, hapa angekuwa na msimamo mzuri. Lakini bila aliitwa akaenda kwa serikali, naenda kwa serikali, kifo haujulikani. Unaenda kutafuta madaraka, basi unauisha Wabembe wataisha. Watu wote wa Fuleru wataisha, wengine wataisha. Kwa sababu hivyo mnaonekana kama mnaenda kampo ya Wanyarwanda hivyo. Wanyarwanda kwa kweli wamepata nguvu. Msingeenda kwa serikali. Mungekuwa menemiwa wa serikali, kwa sababu hiyo serikali imeshaujisha nchi. Na ingawa kama ungesimama mungekuwa na msimamo wa kusema ya kwamba sisi hatutakubali kwenda kwa serikali, sisi ni raia ambao wanatomboka kama vile tumeshika silaha kwa sababu ya kuokoa nchi, eneo zetu. Kama wangeujisha ngambo za Kisangani huko kwa Malubumbashi na kwingine, wangeenda huko, wangeenda ishi huko Wanyarwanda. Lakini hivyo wamesema umekubali ya kwamba waje mpaka na wao wanakania mpaka na wao wanajua kama wakikamata Uvira, Mwenga na Fizi, basi wamemaliza kabisa. Ndio pale Kabila alisemaga, huyo Yosefu alisemaga, nimeisha kula ngombe yote lakini nashindwa tu na mkia. Mkia ni wapi? Ni Fizi na huko kote ambapo na Uvira huko kote ambao wamefunga wamekataa aseme hatutawaachilia wapite. Hiyo ndio mkia hiyo. Lakini mnaona kama pale mtoto yetu, lidere wetu na Kutumba tena akawa aswafede pouvoir, akaona kama hawezi na yeye aonekana mdunia kama atakuwa general, kama atakuwa nani, ametuma Wabembe wote au kabila zote kama vile Wafuleru na vingine wataisha hivyo. Wanyarwanda wanakuja wanakania mpaka watamaliza. Muache siku chache mtaona watakimbia. Mimi sisemagi vya uongo, mimi ni mzee wa wazee mshauri. Naona kama wote hao watoto zetu hawataresist, watakimbia, kwa sababu zile nguvu za serikali ndio zinasaidia waasi. Hawataweza. Kwa kweli wangali wana defense hiyo, Mungu angali anawapa nguvu, lakini na wao hawataweza, kwa sababu walienda kujiunga na serikali. Hawangekuwa wanakaa pamoja na serikali, wangeambia serikali hata hicho kisekedi hicho cha Lukichwa hicho cha Lukichwa wangekiambia sema sisi tunajigroupe, tunakuwa yetu ngambo na wewe udirige ngambo yako, na sie hii tuna declare na kuwa republique apare, kama tutapigana na wewe tupigane. Tungepigana naye basi. Kama mwanaume angekuwa yule angeweza kuwa mwanaume, angekuwa mwanaume tu, angeshinda. Na hivi inawezekana. Si mnakuwa mnataja nyinyi wa Somali, mnajua sema inchi fulani ilijigawa hivi, English fulani ilijigawa hivi. Lakini sisi wazee hatuwezi kujua ile. Na nyinyi jinsi mnavyojua siasa na mnajua vyote vilishapitika katika dunia, kwa nini msijigrupe na nyinyi mkamate hiyo? Tunakufa. Wanyarwanda watatuona sisi ni bijuju, na kweli sisi tuko bijuju vya mwisho. Tutatemewa mate, watoto wetu watakuwa wanabakwa mchana kwenye barabara, tena hapana kutafuta tena nyumba, ni barabara tu anamkamata anafanya jinsi anataka. Hautakuwa na nguvu za kusema au nini. Mama yako atakamatwa na kufanywa vitendo visivyo sawa. Na wao Wanyarwanda
Kimbili si mkali mnakula franga zao. Mkule franga vizuri tu. Mkule franga nyinyi bisoderi ya FARDC nyinyi. Mkule franga vizuri. Mtaona cha mtema kuni cha Banyarwanda. Mwache watu wapite. Mwache tu wapite. Asa hii kabila ya Wabembe itaisha, hakutaonekana hata umoja. Hata mkikimbia nchi zingine mtatoka Kongo, na hivi Kongo yetu inaisha kamatiwa na Wanyarwanda. Acha sasa nikimbilie Rwanda, utauawa. Acha sasa nikimbilie Uganda, utauawa. Acha sasa nikimbilie Burundi, utauawa. Acha sasa nikimbilie eneo zote ambazo utakimbia, utauawa. Kijulikana tu ni Mbembe. Hata wenye kuwa Bulaya huko watauawa. Wenye kuwa Marekani washijigambe kwamba wajijipike kwenye kifua kujisifu kwamba sisi tunaisha kwa kwetu Bulaya, hatuwezi uawa. Mutauawa. Mkishajulikana mko Wabembe, mutauawa. Banyarwanda si biko partout, kila fasi biko. Na bakishakuwa na ushindi batakuwa wanabahua en plein air, kiwaziwazi bila kuficha. Kazi yenu hivyo. Masikio mlipewa masikio, lakini masikio yenu haisikiaje. Kama Biblia inavyosema, mlipewa mna masikio lakini masikio yenu haisikiaje. Mna macho ya kuona lakini macho yenu hayaonagi. Ni kweli. Wakongomani wote ni vijuju. Kwa hiyo basi, kuliko Banyarwanda kukamata kunyang'anya nchi ya Kongo, basi Mungu angeshusha hata sumu, tukutaniwe tunauawa sisi wote, tuachilie Wanyarwanda wabaki wenyewe. Kwa sababu kuongozwa na Mnyarwanda ni kama vile ni kujitafutia taabu, kujitafutia magumu. Mtu wa kukupiga risasi unakufa kuliko kuteswa. Unateswa, waona katakata ka parti moja, banakutoa lisikio kula, banakutoa macho kula, banakutoa vidole kula. Hivyo ni mateso. Bora mtu akupiga risasi ufe mara moja kuliko kuwa unauawa hivyo. Jambo moja. Ndio hivyo ninavyozungumza. Mimi ni mshauri, lakini lazima sisi washauri wa miaka ambayo tumeisha washindia miaka 100, ni lazima tumeshaona vingi vya dunia. Macho yetu yalishaona vingi vya dunia. Na kipindi hao Wanyarwanda hivyo vya pua mrefu biliingiaga Kongo, na kisi bilikuja vinajivaa mabulingeti. Apikikuwa na manguo vilikuwa mabulingeti, kinakuja kinajikunja bulangeti. Tukawaonea huruma. Walikuwa wanakuja na huzuni, tukawapokea kwa huruma. Wakaanza kuomba manyumba, eneo za kulima, wakaanza kutuma watoto yao wao wanasomea manyumba yetu, tuliwasaidia chakula. Lakini hayo yote ambayo tuliowatendea hawaoni kama ni maana. Sasa wao ndio wanakuja kutuangamiza sasa. Ile mazuri yote tuliwatendea hawayaoni tena ni mazuri kwao, inakuwa ni buchungu. Kumbe kwa hiyo Mungu ndio atatulipa. Tuombe Mungu apokee roho zetu na amani, ili tupumzike vizuri, atulipe yale yote ambayo tuliwatendea, yale mazuri ambayo tuliwatendea Wanyarwanda, atulipe huko mbinguni. Kwa sababu tunaanza toa roho kwa sababu tunaona serikali yetu inatujisha raia yote ya Kongo, inakuwa na ushirika wao. Huyo kabila na huyo Kisekedi anaona sema walipatana, sema yeye ataongoza kwa kwake, kama atakuwa ngambo za huko kwake Makasai na Makinshasa huko, na sisi tupate taabu huko kama tutakufa huko. Lakini anajidanganya. Hawawezi kugawana nchi na Wanyarwanda. Mimi ninavyojua Wanyarwanda hawezi kugawana nchi. Haiwezekani bagaulane nchi. Wao watawatuliza kwanza, watulie miaka kama itakuwa miaka 5-10. Kisha ndio watagonga sema tukamate eneo yote. Na watawapiga pale Kinshasa, watawapiga. Hiyo bima chafu yake vyote na yeye ataenda kwa kuzimu, atauawa tu, atakufa na yeye atazikwa tu. Adangajike kama hana akili kazi yake. Kama kuchukua akili kazi yake. Wabembe wanakuwa na hadithi moja wanasemaga, fimbo inayopiga ndugu yake usultie ndani ya nyumba, na wewe siku moja itakupiga tu. Sawa? Sisi hata tuseme nini, hata tufanye nini,
au wazalendo wa masikio yenye asikia au FARDC wenye walipewa masikio yenye asikia yake masikio ya nguruwe, au wa FARDC hao ale waujisha nchi tu, na sisi na wao hatutajua kwenye tutakaa. Sisi wote tutakuwa ni majifu tu, tutakufa. Wanyarwanda watakuwa kutumaliza, sio bote watatumaliza. Lakini msimamo ambao yule mtoto wetu Tidele huyo ya Kutumba alikuwa na ushika, sema mimi sita kama mtakuwa kuniuia mwinchi yangu sawa, lakini mimi sitakubali mchukue inchi hivi nibaachilie inchi. Asingejiunga ku serikali, asingeenda kujiunga serikali. Kwa sababu anaanza kutembelea mipango ya serikali hivyo. Atabisha kenye Kisekedi atasema tena. Hawezi ukibisha. Atabisha kabisa. Ile Kisekedi atampangilia, fanya hivi, rudia, fenda hivi, na yeye anafuata vile. Na ndio maana inchi inaenda. Asingekubali kujiunga ku serikali. Niliwahi kubisema tangu nilisikia sema alienda kujiunga ku serikali, nikasema basi Banyarwanda wanakamata inchi, wananyang'anya Kongo. Basi ni hivyo, pole sana, ole kwetu. Asante sana. Tunakuja na kipindi cha mashauri. Hii ni TV Byambese TV. Tunapatikana Australia, tunapatikana Kampala, Kongo. Tunawasalimu nyinyi wote. Unafikiria nini kuhusiana na ushauri wa mzee wa wazee? Mshauri anazungumza kuhusu matatizo yetu iliyoko Kongo na vita. Tutakuwa na kipindi kama hiki kila siku, na siku vile zinavyoenda tutakuwa na kipindi cha maneno ya waheshimiwa tofauti. Tutakuwa na vikundi vya tofauti, waheshimiwa wazalendo, waheshimiwa na ngambo za serikali na raia pia, na mashauri tofauti na maneno tofauti ya raia kulingana na kutafuta Byambese TV. Tunakuomba uweze kujiunga, usisahau kujiabone, kusubscribe pia, na mashauri tofauti na maneno tofauti ya raia kulingana na kutafuta amani na kutafuta usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Byambese TV. Tunakuomba uweze kujiunga, usisahau kujiabone, kusubscribe na alafu na kupartage. Gawanya ujumbe huu, na kama una swali na mambo yote, unafikiria nini kuhusiana na maoni ambayo mzee wa wazee mshauri ameweza kuyaongea, unaweza kucomment au unaweza kugawanya habari hii. Na kama utahitaji namba, angalia ku description yetu uweze kuunga katika kundi la Byambese TV. Karibu.